Isaiah chapter number 60 verse number 4. Biblia yasema hivi, Isaia sura ya 60 kuanzia mstari wa 4. Inua macho yako na utazame pande zote. Wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali. Nao binti zako wanabebwa mikononi. Verse 5. Ndipo utatazama na kuitwa nuru. Moyo wako utasisimka na kujaa furaha. Mali zilizo baharini zitaletwa kwako. Utajiri wa mataifa utakujulia. Amen. Achia tu hapo. When you are delivered, iwapo unaweza ukakombolewa siku ile, nations will come to you. Mataifa yatakuja kwako. They will not only come to see you, hawatakuja tu kukuona, but they will also come to receive from you. Watakuja kupokea kutoka kwako. Because you will be their light. Kwa sababu utakuwa mwanga juu ya. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. When they threw Daniel in the lion's den, walipomtupa mtumishi Danieli kwa shimo, he was just that one person they see every day. Waliona tu ni yule mmoja ambaye waliweza kumuona kila mara. But as he was coming out of the lion's den, alipokuwa anajibuka kutoka kwenye shimo, different person. Alikuwa ni mtu tofauti ambaye walikuwa watu. When they saw this somebody, what is your name? The guy with the Bartimayo. When they saw Bartimayo, he was blind. Alikuwa tu ni mtu kipofu. But after meeting Jesus Christ, alipoweza kukutana na Yesu, they saw light on him. Wakaona mwanga juu yake. When they were trying to send the three guys in the burning fire, waliweza kuwatupa watumishi Shadrach, Abednego, they only see slaves. Waliona tu ni watu. But when they come out of the fire, walipojibuka kutoka, they see light on them. Waliona mwanga juu. I want to tell you today, nataka kunena na wewe, walikutupa Nairobi ili ukasime. When they threw you into Nairobi, but in this Nairobi that they send you to come, Nairobi ambayo you will go back shining. Utaenda nyuma. You will go back shining. Utarudi kwenu. You will go back celebrating. Utaenda ukisherehekea. You will go back celebrating. Utaenda ukisherehekea. You will go back crying to the Most High God. Utaenda ukishuhudia na kumtolea Mungu that I went without nothing. Kwamba ukinena na Mungu kwamba I went to Nairobi with nothing. Nilienda Nairobi bila chochote. I never had degree. Sikuwa na masomo. I never had diploma. Sikuwa na chochote. But God, you have blessed me with this good house. Lakini Bwana umeweza kunibariki na hili. The life of Jesus Christ. Angalia maisha ya Yesu. He never learned to be a doctor. Hakusoma kuwa daktari. But he was healing. Alikuwa na power. When we read the history of Jesus Christ, tunasoma historia ya Yesu. He was a carpenter. Alikuwa tu mtumishi. But in that carpentry, ile sehemu yake ya some people call him lawyer. Wengi walimuita lawyer. Some people call him king of kings. Wengi walimuita mfalme. Some people call him doctor. Wengi walimuita daktari. They will call you with the name that they don't like to call you with. Watakuita kwa jina ambalo because of the help that will provide to them. Sababu ya msaada. I'm telling you tonight. Nanena na wewe. I'm telling you today. Nanena na wewe. You will not give them your name. Hautawapa tu jina. But they will choose the name to call you. Watalichagua jina la kukuita wewe. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I will not give them name to call me. Sitawapa jina ambalo wataniita mimi. But they will choose for themselves. Watajichagua wao wenyewe. I hear people saying that Gaucho is not educated. Nasikia wengi wakitusi ule Gaucho ule wa Mama Lucy. They say that he's not a doctor. Yeye si daktari. Even some of us say that how can I sit down to listen for somebody who never go to school? Wengi walimkejeli hivyo. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It does not matter. Haijalishi. You with your degrees, you with your 7 years in school, you are still at home. Hallelujah. Amen. But him without degree, he is sitting before the kings. Amen. Hallelujah. Amen. He will change the story. Bwana anaweza kaibadilisha historia yako. He can change the story. Anaweza, yuna uwezo. The guy cannot go to live back in Kuru kwa Jenga. Amen. Because the life has changed. Praise be to Jesus. He is going to deliver you. Amen. He is going to deliver you. I don't know what you have been praying for. Sijui chochote ambacho umehisi kuombea. I don't know what you need God to do for you. Sijui ni chochote ambacho unahitaji Bwana aweze kukutendea. But one thing that I know, kimoja tu ambacho
mimi nakijua. If you listen to what our mom taught us in the morning, Iwapo ulisikiza mafunzo ya asubuhi, God has a purpose in your life. Bwana yuna sehemu kubwa katika maisha yako. God has to do something in your life. Bwana yuna uwezo wa kutenda jambo jipya kwa It maisha is yako. only you to accept Ni wewe tu kumkubali and say that God, I need you in my na life. kuapa kwamba Bwana nakuhitaji kwa maisha yako. God, I need you in my business. Bwana nakuhitaji kwa biashara God, zako. I need you in everything that I do. Kwamba Bwana nakuhitaji kwa chochote ambacho nakifanya. I was delivered in the hands of my enemies. Niliweza kukombolewa katikati ya maadui zangu. I was only a young boy Nilikuwa tu kijana who mdogo. has never abused anybody, Singeweza kumtuzi yeyote. who has never done wrong to anybody. Sikuweza kufanya chochote kibaya kwa mtu. But I had enemies Nilikuwa tu na adui. who were trying to fight my life. Wale ambao waliweza kuyapiga maisha yangu. But now what makes me happy? Chochote ambacho kinanifanya mimi kufurahia. What makes me to be assured of this God that I'm preaching Kile ambacho kinanipa thibitisho kwa huyu Mungu is that He delivered me in the hands of my ni enemies. kwamba aliweza kunikomboa katikati ya Even adui zangu. without my knowledge, Hata bila yeye He sikujua. was already fighting my battles. Alikuwa anampigania vita vyake. I never been born in this world, Sikuweza kujua kwa hii dunia. but He was fighting my battles Alikuwa anaweza tu kumpigania. so that I can fulfill the things that He was planning for me Yeye to do. aweza kuthibitisha hoja ya Mwenyezi Mungu. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. He is fighting for you. Hata wewe pia anakupigania. He is fighting for you. Pia wewe anakupigania. Look at how David says, Angalia jinsi mfalme Daudi it was alisema. not God. Iwapo si yeye Yesu, My enemies could have finished me. adui zangu wangeweza kunimaliza. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If it was not God, Iwapo si Mungu Mwenyezi, today you could not be in that marriage that you are in. siku hii ya leo haingewezekana uwe kwa ile ndoa ambayo unayo. If it was not God, Iwapo si Mungu, you could not be doing the job that you are doing today. haungeweza kufanya ile kazi ambayo unaifanya If it wakati. was not God, Iwapo si Mwenyezi Mungu, you could not have been living how you are living today. haungeweza kuishi maisha yale ambayo unayo. You can raise your voice and tell God that I want to thank you today Na kusihi kwamba uinue sauti yako na kumwambia Bwana, because you have delivered me, kwa sababu umenikomboa, because you have wiped my kwa tears, sababu umenivuta machozi, because you have sent my enemies away, kwa sababu umeshawavurusha adui zangu, because you have made me a hero in my family, kwa sababu umenifanya mshinde kwa familia yangu, because you have made me a hero in my nation. kwa sababu umenifanya mshinde kwa dunia I yangu. want to tell you today, Nataka kunena na wewe siku hii, as from today, kuanzia leo hii, if they call you Mama Mboga, wapo wanakupa hiyo majina, tell them that I have the provider. waambie mimi ndiye nitaweza kuwapa. If they call you bad names, Wapo wanakubandika majina, tell them that I have the provider. mimi ndiye nitawapa. Because if you give him a space to provide, Iwapo utampa Bwana nafasi ya kukusaidia, he will provide. atakusaidia. He will provide. Atakusaidia kwa hakika. He will provide. Atakusaidia kwa hakika. He will provide. Amen. Look at the life of Abraham. Angalia maisha ya mtumishi Abrahamu. He was praying so that God can bless him. Alikuwepo akiomba kwamba Bwana unaweza ukanibariki. Until it reached a time where Sarah was now tired. Mpaka ilipofika wakati ambapo mke wake Sara alikuwa shachoka. And God blessed them with a son. Na Bwana akawatembelea na kuwabariki na mwana. And the same God came to Abraham. Na ujio huyo Mungu tu ndiye alimjia Abrahamu. Because he's the provider. Kwa sababu yeye ndio upeana. He's telling Abraham, Ananena na mtumishi Abrahamu. can you give me this son of yours as a sacrifice? Je, waweza nipa huyu mwana wako kama dhabihu? Go to the mountain Nenda mlimani and make him a sacrifice. ukamtoe dhabihu. Who today in this life that we are living Nani yeye kwa maisha yale ambayo tunaishi can sacrifice his life for Christ? anaweza akayapeana maisha yake kwa Mwenyezi Mungu? Who in this world that we are living today Nani kwa maisha ambayo tunaishi leo that can sacrifice his job for the sake of the word of God? anaweza akatoa kazi yake dhabihu kwa maisha ya baadaye? Because Abraham knew Kwa sababu mtumishi Abrahamu alijua he is the provider. yeye ndiye upeana. He never told his wife. Hakuweza kunena na mke wake, He went alone. alienda tu yeye peke yake. He went alone with the son. Alienda na mwana wake, He carries the woods. akabeba kuni, He carries water. akabeba maji, Maybe anything that he could need
chochote ambacho angeweza kuhitaji mlimani aliweza kubebana He nacho. carries and went. Aliubeba na kuenda. Sometimes money speaks in our pockets. Saa zingine fedha zinaongea mifukoni mwetu. You say that like now I feel like giving this 100 bob kwa sadaka. Na hisi kwamba ningetoa dhabihu hizi shilingi aidha 100 ama 200. And if I give it as an offering, Na iwapo nitatoana kama sadaka. where will I get fare ya kesho kwenda kazi? Amen. Praise be to Jesus. And Isaac asked his father, Na Isaka akamuuliza baba yake, yes, we are going. iwapo tuje tunaenda. You always carries a lamb besides you. Tunaendanga tukiwa tumebebana na mbuzi, But today, lakini leo you don't carry. hatuna. What are we going to give as a sacrifice? Ni nini ambacho tunaenda kutoa kama dhabihu? And Abraham replied, Na baba yake akamjibu, God will provide. Bwana atapeana. God will provide. Bwana atapeana. As they were going, Jinsi walivyokuwa wakiendelea, they reached in the place. wakafika mahala pale. He how do we call it? Meko. Akatengeneza sehemu pa kutoa sadaka. Amen. Kwa jina nyingine madhabahu. Amen. Praise be to Jesus. Akachukua kijana yake, akafunga, akaweka. Alipoinua kisu, what does the Bible says? Do not harm your son. Look at the right side. Amen. There is a lamb. Use it as a sacrifice. God will deliver you. Bwana anaweza kukukomboa. God is going to deliver you. Na anaweza. He is going to deliver you. Kwa hakika anaweza. No matter how far they have gone, haijalishi umbali ambao adui zako wameenda, you are still fighting to remove the stones. bado unapigana kuondoa vikwazo na magugu. And when you remove the stones, Na utakapoondoa magugu, your one step will be at thousands of their steps. hatua yako moja ambayo utapiga itakuwa ni hatua maelfu za zile ambazo waliweza kupiga. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because when God delivered Joseph, Kwa sababu wakati Bwana aliweza kumkomboa Yosefu, the days that he finished in a prison, muda wote ambao aliweza kutumikishwa kule jela, he was given on one day. aliweza kurejeshewa kwa siku tu moja. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. After God delivering you, Kabla tu Bwana kukukomboa wewe, they will come to ask you, watakuja kukuuliza, I want to know your God. nahitaji kumjua huyu Mungu wako vizuri. I want to worship your God. Nahitaji kumwabudu huyu Mungu wako vizuri. For now we are trying to remove the stone that was thrown in this land called Mwengenyi. Kwa wakati huu tunajaribu kuyang'oa magugu ambayo yaliweza kutupwa kwa mji huu wa Mwengenyi. But when we will bring this stone out of Mwengenyi, Lakini tutakapo tu ng'oa haya mawe na magugu, people will flow to come to Mwengenyi so that they can see our God. watu watakimbia na kwa kuja mji huu kuona Mungu ambaye tunamwabudu. One day as I was going to Malindi, Siku moja nikielekea mji wa Malindi, I don't know if I testified here. amen, Tulipanda gari town. It carries around 60 people. Praise be to Jesus. Full bus. As we were going to Malindi, tulipokuwa tunaelekea kule, and we reached to a place called Mavueni. amen, Praise be to Jesus. amen, We remained on that car, 3 people. tuliweza kubaki watu In fact, we were 4. watu 4. Me and the one who we were going to work with, Na yule ambaye tulikuwa tunaenda kumfanyia kazi, driver and his makanga. dereva na mtumishi wake ambaye ni makanga. All around 51 people, they were dropped at Mavueni. Wote walishushwa kwa mji wa Mavueni. They were flowing there to see the God of that man of God. Wengi walikuwa wanaenda kumuona Mungu wa mtumishi ambaye anatumikisha Ezekiel. At the moment Daniel was delivered, Kabla tu mtumishi Danieli aliweza kukombolewa, I know many people came to him to ask him, how does this work? najua kwamba wengi walikimbia na kumuuliza kabla tu, je, iliwezekanaje? How does it work? Iliwezekanaje? Because it is not normal. They will come to
us watakuja kwetu and they will ask us. watakituuliza. We tried to bring up church in Mwengenye and it never happened. Tulijaribu kuyajenga majengo ya kanisa huku mji huu yakashindikana. But how did it work for you? Je, nyinyi mliwezaje? But we will only have one answer. Sisi tutakuwepo na jibu moja tu. We will tell them that it is God who has delivered us. Tutawanenea na kuambia kwamba ni Mungu wetu ambaye alituletea na And kutuwezesha. they will be interested to know our God. Na watakuwa na haja ya kujua Mungu ambaye tunamwabudu. Do not worry. Usijalishwe. Do not worry. Usijalishwe. We will bring the stone out of our way. Tutang'oa magugu ambayo yako katikati kwa njia ambayo tunapita. Because the last step to your success, Kwa sababu hatua moja tu kwa kufaulu kwako, they always put a stone. wanaweka tu mawe. Because it is hard to break. Ni ngumu kuyavunja. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The last step of your success, Hatua yako ya mwisho ili kwa mafanikio yako, they always put a dangerous, a heavy thing in your life wanakuwekea hatari zote hapo tu, so that you cannot overcome it. ndio usiweze kuyaepuka hayo majaribu. Jesus Christ is telling Martha and Mary, Yesu Kristo akinena na watumishi Martha na Mary, anamwambia, your brother is not dead. amen. Praise be to Jesus. This disease will not finish him. Kwamba huu ugonjwa huwezi kumuua ndugu yenu Lazaro. They never thought of what Christ was thinking. Hawakuweza kuwa na mafikira jinsi Yesu alikuwa ananena na wao. And now what amazed me, Na chochote ambacho unishangaza, after burying this man, kabla tu walipomzika huyu jamaa, they put a stone on top of it. waliweza kuwekelea jiwe juu yake. After they took Jesus Christ on the tomb, Kabla tu walipompeleka Yesu kwa kaburi, they put a stone on the door. waliweza kuweka tu jiwe bado. What does this stone mean? Je, ili jiwe ni la nini? When Peter told Jesus Christ, Wakati mtumishi Peter aliweza kunena na Yesu Kristo, and he told him that you are the Son of God, akamwambia wewe ni mwana wa Yesu Kristo. Jesus Christ himself, Yesu Kristo mwenyewe he told him, akamwambia, on you I will build my church. kwako wewe nitaweza kulijenga kanisa langu. On another side he says that I will put a rock. Nitaweka Rock ni jiwe, mwamba. Praise be to Jesus. Amen. There is something that if they put in your life, Kunavyo vitu ambavyo wanaweza kuviweka kwa maisha yako, you will struggle to bring them out. utang'ang'ana kuving'oa kwa maisha yako. But when you bring them out, Lakini unavyotuwezeshwa kuving'oa, you will see the glory of God. utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu. When Jesus Christ called him, Wakati Yesu Kristo anakuita, I want to finish by saying, nataka kumaliza nikisema hiki. when Jesus called this man Bartimaeus, Wakati Yesu Kristo aliweza kumuita mtumishi Bartimayo, aliachilia vitu vyote. amen, Praise be to Jesus. Yani kila kitu alivyoachilia. Najua there is something that you are struggling to live. You struggle to live. kuna hicho chochote ama maisha ambayo unang'ang'ana kuyaishi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. A habit that you live with, Na tabia ambayo unaishi nayo, you are struggling to live it. kuing'ang'ana nayo. Pengine ni ya kukasirika haraka. Amen. Pengine ni ya kutukanana. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni kiburi. You are struggling to live it. But when he calls you, Wakati Yesu tu atakapokuita, leave them. utaacha vyote. Leave them. Utaacha vyote na kuvirusha chini. And follow him. Utamfuata yeye, Because he's going to deliver you. kwa sababu anaenda kukukomboa wewe. As from today, Kuanzia siku ya leo, you have been delivered. wewe umekombolewa. You have been delivered. Wewe ni mtu ambaye umekombolewa. Mataifa watakusanyika kwa sababu yako. Nations will gather because of you. Watu watakufuata ili wakaone Mungu wako. People will come to witness the God that you serve. Watu watatamani wajue uko wapi ili waje. People will desire to know the place and the destination that you are
come, hautatafuta utajiri, you will not seek the wealth. because akikukomboa, When God saves you, utajiri itakufuata wewe. wealth will follow you. You know, Peter asked, Wajua kwamba mtumishi Petero aliuliza, if we follow you, iwapo tunakufuata wewe, what are we going to gain? tunaenda kupata nini kama mapato? Jesus replied and told him, Yesu Kristo akarudishia jibu na kunena na wao, you will get 100 times. je, utapata 100% zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. And in the book of Isaiah, we have just read, Kifungu kile cha Isaia ambacho tumeweza kukisoma, and the Bible says that, and the nations will come with their riches, na Biblia yasema kwamba mataifa yatakuja na utajiri wao, because they will be in need of your life. kwa sababu watakuwa na haja ya kazi yako. Today, me, Pastor Dan, and Apostle Design, we have to work. Siku ya leo mimi mtumishi na wengine tunaweza tu tukafanya kazi, But when God will deliver you, kabla tu Bwana ataweza kutukomboa, we will not be going to work. hatutaenda kwa kazi tena. We will be praying for you in the church, Tutakuwepo humu kanisani so tukikuombea, that you can be blessed outside ndio uweze kubarikiwa kule ambako utaenda, and bring your riches na utaweza kuleta utajiri wako in the church, kwa kanisa hili, so that the orphans may see the light in this church, ndivyo watoto yatima wanaweza ukapata mwanga kwa hili so kanisa, that the widows can see the light of this church. ndio watu yatima wanaweza kuona mwanga kwa hili kanisa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu I asifiwe. know somebody is delivered today. Najua kwamba mtu amekombolewa siku ya Raise on your feet. unaweza ukainuka kwa miguu yako. Raise on your feet. I want to end up with this verse Naenda kumalizia na kifungu hiki, in the book of Psalm. kitabu kutokana na kitabu cha Samueli, Zaburi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. 84 verse number 10. Sura ya 84 kuanzia mstari wa 4. 84 verse number 10. Biblia yasema hivi, Psalms, Zaburi 84 kuanzia mstari wa 10. Siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. Afadhali ningekuwa bawabu katika nyumba ya Mungu wangu kuliko kukaa katika mahela ya waovu. Amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mbele za Mungu, One day that you can spend in the sight of the living God, it can change everything. yaweza badilisha chochote that vivyo. It can change your story. Inaweza ikabadilisha historia ya maisha yako. Only few seconds in the life of Bartimaeus. Kwa visekunde tu ambavyo tu viliwezekana kwa mtumishi He Bartimayo, only called son of David. yeye aliweza tu kumuita Yesu Kristo, The story was changed. historia yake iliweza kubadilishwa. When we read in the book of Acts chapter number 3, Tunaposoma Matendo ya Mitume kwa sura ya 3, we get the story of these two gentlemen, tunapata historia ya watumishi wawili, Peter and John. historia ya Petero na Yohana. They replied to the beggar, Wakamrejeshea mtumishi we never mwombaji, have silver neither gold, hatuna fedha ama dhahabu, but we have Jesus Christ. lakini tuna Yesu Kristo. Because if you have him, Iwapo wewe una Yesu, if you have him, iwapo wewe una Yesu, if you have him, iwapo una Yesu ndani you are mwako, delivered. unaweza You ukakombolewa. are delivered. Wewe umekombolewa. I want you to raise on your feet Naweza kukuhitaji wewe uweze and you kusimama start praying. na unaweza ukaanza kunena na And you Mungu wako. start praying. Anza kunena na Mungu wako. And you tell God that I want you, God, to deliver me. Nahitaji Bwana wewe uweze kunikomboa. I want you, God, to change my story. Nataka wewe Mungu uweze ukabadilisha historia As yangu. from today, God, Kuanzia siku ya leo Bwana, deliver me again. nikomboe tena. I know you have been delivering me. You have been delivering me. Najua unaweza umekuwa na umeishi ukinikomboa. But for the last time, Kwa mara ya mwisho Bwana, I want to have a seconds in before you. nahitaji kuwa na sekunde. I need a seconds before you. Nahitaji uwezekano wako wewe kunikomboa. Because being with you for a seconds, Kwa sababu mimi na wewe kwa sekunde it is better than living with my job for 100 years. ni zaidi kushinda kufanya kazi kwa miaka. Inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. God that God never let people downplay the result of restoring hope in God. Oh, inua mikono yako Downplay juu. the result of your prayer as
somebody here. Somebody call upon the name of the living God. God is going to That deliver God, somebody here. everybody was downplaying He is going to deliver of you. the call that you have given me. Oh! The power that you have given me. Of the Thank you, anointing Jesus. that you have given me. God, I call you. Pray. You can pray. You can pray. God, I call you today. Everything that is downplaying my result You can as pray. your pastor, who is ministering to people, who is commanding upon the life of Jesus. people, never let me down again. Every voices of critics, voices of the enemy that have downplayed the result, the anointing, In the the name of power, Jesus. the manifestation. Lord, we God, worship you. today, Lord, never we let bless your that voice name. again. Lord, Be we higher give than you all the me. glory. To speak higher than me. Lord, Higher than adoration. your power. Higher than your Oh, command Jesus. upon my life. Bless That your God, name. the voices of the enemy that is speaking Oh, upon my marriage, yes. breaking my marriage, downplaying the result of my children, the success of the result of my children in school. God, Yes, I Lord. never let the voice of the enemy Thank you, beat my Jesus. heart again. Become an Thank you, everybody Jesus. again. Become